leo ili isije kuwa hukumu kwako, maana ipo hukumu kubwa inakuja. Maandiko yanasema ya kwamba wakati huo hata kuhesabia haki tena. Leo una haki na ndio maana alisikia neno la Mungu, lakini siku moja inakuja ambayo hata kukubali. Utalia sana, utatamani kusikia neno la Mungu, utatamani ufuate mchungaji, umuulize habari hizi, lakini hata kuambia neno la Mungu litakuwa limefungwa. Hautahitaji tena neno. Utaisoma Biblia sana, lakini hautaielewa. Utatafuta ushuhuda, kwa sababu neno hili linapohubiriwa leo unalizarau. Unaona ni la kawaida. Watu wanaposimama unaona ni la kawaida. Ukiambiwa habari za Yesu unazitupilia mbali. Endelea kuzitupilia. Lakini siku inakuja ambayo nguvu ya neno la Mungu itaondolewa. Neno hili halitakuwa na nguvu ya kukusaidia tena. Utanunua Biblia, utaisoma, lakini haitakusaidia. Cha ajabu ni kwamba wakati huo kanisa la watu waliotakaswa litakuwa limeondolewa duniani. Maandiko yanasema ya kwamba utatafuta msaada, hauoni. Utakimbilia kila mahali, huoni. Ile kazi aliyoifanya Yesu msalabani itakuwa imeisha. Alafu mlango utafungwa. Yatakuwa ni mambo ya ajabu. Hebu fikiria kidogo. Unajua mambo haya hatuyazungumzi kama ni historia. Nimesoma vitabu vya historia vingi tu. Nimesoma masomo ya historia. Nimeona historia nyingi zimeandikwa zinapita. Zote historia nilizozisoma zina mwisho. Na tena zimeandikwa kwa habari ya mambo yaliyopita. Lakini Biblia si kwa habari ya mambo yaliyopita. Asikudanganye mtu kuwa Biblia ni historia. Biblia ni uhalisia ambao unakuja. Kwa nini hutaki kuelewa? Wakati unaona kabisa dalili zako ni mbaya tu. Bwana Yesu asifiwe. Huyo Yesu akawa hana cha kujitetea. Wakamchukua, wakamweka, wakamtemea mate, wakamfanyia dhihaka yote, wakampiga kwa mijeledi. Kazi ile kama ungeifanya leo wewe ungeikimbia. Usingeweza kuvumilia kwa sababu ilikuwa ni kazi ngumu mno. Wakamfanyia dhihaka kubwa, lakini cha ajabu ni kwamba alivumilia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wakamchukua, wakampeleka mahali paitwapo Golgotha. Maana yake nini? Maana yake fuvu la kichwa. Mahali pale ni mlimani juu.